pia washiriki wote. Kwa kweli mmekuwa ni usikivu, lakini pia mmekuwa mkiuliza maswali bila uoga wowote ule. Mmechangamsha darasa. Kwa tunajaribu kuangalia nani anasinzia. Sikuwa naona, lakini hiyo ni tafsiri pia kwamba wawezeshaji walikuwa wanatoa mada ambazo unajua kutoa mada kama unavutia na unasikika na mada yako inavutia jinsi ulivyoiandaa, mwanafunzi hawezi kuchoka, na hatimaye mwisho wa siku utapata mrejesho kutokana na maswali ambayo unaulizwa. Niweza kusema kwamba yote haya yanafanyika kwa sababu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyeji mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hizi pesa ambazo tunaziona zinatumika huko ni yeye ambazo amezielekeza kwamba hizi pesa zitatumike kwenye jeshi la polisi. Katika hilo akaweza kusema leo wewe ndio mtaalamu kwenye masuala ya nishati safi. Shirikiana kwa karibu sana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hili swala linatekelezwa kama serikali inavyotaka. Kijitahidi leo hii ndiye mmefika, mmepata elimu hii ambayo mmepata tangu jana mpaka leo hii, ni dozi ya kutosha. Sasa hivi nyie mnaenda kuwa wataalamu. Mkuu wa gereza sasa hivi anatakiwa kusikiliza mbele. Unaelewa? Toa ushauri wa kitaalamu na usiwe ushauri wa kupotosha. Nafasi yako ni ya kutoa ushauri wa kitaalamu kutokana na mafunzo ambayo umepata. Swala la kutumia kuni halipo. Swala la kutumia kuni halipo. Sio ukafika tena ukaanza kutumia kuni. Mafunzo umeyosoma yana uwanja mpana sana. Na hata watu sekretari tulipokuwa inaandaa hizi mada na kuzipeleka, yaani sio mada walipokuwa wanaandaa kwamba mtu aoshe hadi atoe mada, yaani kwa maana kwamba alipopelekewa mkuu wa jeshi kwamba nani hadi atoe mada, ilifika mahali akaziapprove kabisa, na hatimaye hizi mada mlizofundishwa zote zilikuwa approved na mkuu wa jeshi. Mada na yenyewe muona kabisa kwamba kila mada ilikuwa ni relevant, ilikuwa ni muhimu kwa mwenyewe kufahamu. Kwa ni vizuri tunaenda kufanya kazi kwenye maeneo hayo. Muona kuna maeneo ambayo sio kwamba anaokaa kuna moshi. Kama unatumia jiko ambalo unaona kwamba ni mahali ambapo unahitaji kidogo kuwa na kadirisha au hewa ifanye nini ingie, basi mkashauri uongozi husika uweze kufanya hivyo. Majiko kwa utaratibu unaandaliwa kwa kuwa na majiko ambayo ni standard yatajengwa kwa gereza yote. Kwa hiyo vijana, bebeni hiyo agenda, mwende mkahakikishe kwamba mnaitangaza. Na sio tu kuitangaza, lakini kuhakikisha kwamba mnaona ikitekelezeka. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afande mgeni rasmi, jiko langu limekuwa ni dogo tu kwa kusafisha njia ya wewe kuweza kuja hapa, kwa sababu kwanza najua wewe mwenyewe ni mwalimu kwa asili. Kwa hiyo sikupenda kuharibu test ya kile ambacho utakiwasilisha hapa. Najua kabisa ulikuwa bega na sisi kwenye mafunzo toka siku ya kwanza tunaanza mpaka tunamaliza. Kwa hiyo kuna mengi ambayo
umeyaona na mengi ambayo utaongea na washiriki wa mafunzo haya, ukiangalia kwamba walikujaje, wameshiriki vipi na wanaondoka vipi. Kwa hiyo rasmi kile tutakuja kutoa itakuwa ni kuwajenga ili waweze kwenda kutekeleza yale ambayo jeshi linatarajia kutoka kwao, kwa sababu mafunzo haya ni uwekezaji, lakini vile vile ni kutumia muda na maafisa wa vitengo wakubwa kabisa wanakuja kushiriki hapa. Yote hii ni kuhakikisha kwamba tunapotimiza malengo ya serikali kuwe na uelewa wa pamoja kutoka ngazi ya juu, ngazi ya kati na ngazi ya chini. Kwa jina naitwa Edgar Mungu, mkaguzi wa magereza. Katika mafunzo haya mimi niko kwenye secretariat. Kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha utekelezaji wa programu ya nishati safi magerezani. Jambo ambalo limetusaidia kuondokana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia chakula cha wafungwa gerezani. Katika hatua hiyo pia ni shukuru wakala wa nishati vijijini REA kwa mashirikiano ambayo tumekuwa nao katika swala zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia gerezani. Na katika mashirikiano hayo nakumbuka tulianza kuwa na kuingia makubaliano ya kushirikiana katika hiyo programu ya nishati safi, lakini pia baadaye tukaingia mkataba kabisa ambao REA walituwezesha kupata ruzuku kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza programu hii ya matumizi ya nishati safi ya kupikia gerezani. Na katika hilo mafunzo haya ni moja ya kazi mbalimbali katika kutekeleza hiyo programu ya nishati safi ya kupikia magerezani, ambako washiriki wameweza kupewa ujuzi na namna ya kutumia nishati safi pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo inawezesha kutumia hizo nishati safi katika kupikia chakula cha wafungwa magerezani. Kimsingi tunashukuru tumepata uelewa wa kutosha kuhusiana na teknolojia na matumizi ya nishati safi kupitia wawezeshaji mbalimbali ambao waliwasilisha mada mbalimbali. Kimsingi mawasilisho yao yametujenga vizuri kiasi kwamba tukitoka hapa tutaenda kuwa mabalozi wazuri kwa wenzetu ambao kimsingi hawapata nafasi ya kushiriki kwenye mafunzo haya. Lakini pia nishukuru pia kamishna jenerali wa magereza Afande Jeremiah Katungu kwa kuwezesha na kutoa kibali cha maafisa na askari kushiriki kwenye mafunzo haya ambayo yametujengea uwezo na hasa katika matumizi haya ya nishati safi kama nilivyosema hapo awali. Kwa kweli ninaamini kabisa mafunzo haya ni mwanzo wa uendelevu wa kuwepo kwa mafunzo haya kwa nyakati zijazo, kwa sababu programu hii na mashirikiano haya ambayo kimsingi tunafanya na kuingia na watu wa REA yataendelea kuwezesha kuwajengea maafisa na askari uwezo kwa ajili ya matumizi haya ya nishati safi. Kwa jina ninaitwa Inspector Gaddafi Dauda Masudi, ni afisa wa operation Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa Kilimanjaro, lakini vile na shughulika na mafunzo. Leo tupo katika semina ya
kukabiliana na majanga na mambo mengine ambayo imeandaliwa na Jeshi la Magereza katika kukabiliana na majanga ya moto katika magereza, hasa ni baada hii, na semina hii imekuja baada ya kuwa na matumizi au kuanza kufunga mitambo ya gesi katika magereza. Hiyo yote ni kuunga mkono wa juhudi za rais kwenye matumizi ya nishati safi, nishati ambayo haichafui mazingira. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa masuala ya majanga tunajua kabisa uwepo wa nishati hizo ambazo zimeanza kufungwa katika magereza tofauti inaweza kapelekea majanga ya moto. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa elimu namna ya kuwa salama, kutumia nishati, lakini wakati huo magereza yanakuwa salama na majengo au kila kitu ambacho kiko katika mazingira ambapo nishati hiyo imefungwa panakuwa salama. Kwa tumefika hapa kama wataalamu. Kiufupi mimi nimepitia kozi tofauti ndani na nje ya nchi kwenye uelewa, kwa maana ya kusoma haya masuala haya. Kwa hiyo wametuita na tumehakikisha tumefundisha mada ambayo tumefundisha mada ya sayansi ya moto kwa practical na theory, lakini tumefundisha masuala ya usalama kwa maana ya miundombinu, kuwa na miundombinu ya uzimaji moto ambao ni automatic, mfano fire suppression system, kwamba muda umefika sasa wa magereza, kwa sababu tayari wameshakuwa na mifumo ya gesi, kuwa na mifumo vile ambayo inaweza ikawa ni automatic, mfano sprinkler, kuwa na hydrant, kuwa na wataalamu tofauti. Tukubaliana kimsingi kwamba mafunzo haya yataenda kupelekea sasa magereza kuwa na wataalamu wa masuala ya usalama wa moto kwenye magereza, kwa maana yake safety officer, kwamba wasiwepo tu maafisa usalama tu ndani ya magereza, lakini wapo na wataalamu ambao watakuwa na mafunzo ya ziada kukabiliana na matukio yanayojitokeza au yanaweza kujitokeza ndani ya gereza, na sababu kubwa ikawa ni kwa sababu ya uwepo wa gesi. Hizi gesi inaweza zikapelekea kwa kuna uvujaji, pipe zimekatika, basi wawe na utaalamu wa kuweza kuzima, kufunga gesi, kuzima na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tumezungumzia kiufupi, na baada ya mafunzo haya tulifanya practical, kwa maana yake tuliwasha moto na washiriki wote walionyesha uhodari wa kuzima moto. Kwa hiyo tunatoa pongezi kwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza kwa kuandaa masomo na kutualika sisi kama wataalamu kuweza kutoa hiyo elimu. Tunaamini elimu tuliyotoa itatusaidia hata sisi kama Jeshi la Zimamoto, kwamba tutakuwa tuna watu ambao tunawaita ni kama fire volunteer, kwa sababu uelewa wao utapelekea sisi kutupunguzia mzigo, kwa sababu watakuwa wanawahi kuattend matukio ambayo sisi tutakuja kukuta matukio hayo yameshafanikiwa kupunguza hatari ambayo ingeweza kuwa kubwa kama wasingekuwa na uelewa wa kukabiliana na majanga. Okay. Kwa majina naitwa Yusufu Dachi. Ni mwakilishi wa wajumbe katika semina hii ya ufunguzi wa mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa Jeshi la Magereza kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tuko hapa katika ukumbi huu wa polisi CCP Moshi kwa semina ya siku mbili. Tunafurahia sana mafunzo ambayo tumeendesha kwa siku ya jana na siku ya leo. Tumepata mafunzo mazuri kutoka kwa watu kutoka REA, kutoka watu wa kushoka ambao ni watengenezaji wa mkaa mbadala. Ni semina nzuri ambayo kwa kweli kwa sisi kama tukiwa askari magereza tutayatumia mafunzo haya tunayoyapata kuhakikisha kwamba tunatumia hii nishati ambayo tumeanza kuitumia. Na kumbuka kwamba sasa hivi magereza hatutumii tena kuni. Moja kwa moja tumeshaanza kutumia mkaa na gesi tayari zimeshawekwa. Kwa baadhi ya magereza wameshaanza kutumia gesi. Kwa hiyo mafunzo haya tunayafurahia na kwa kweli tunapata knowledge nzuri sana. Katika sisi ambao tumefika hapa kuwakilisha wenzetu, tutatumia ujuzi huu tuliopewa kutumia vyema nishati hizi, na pengine pia hata sisi kuweza kujifunza, na ndicho tunachojifunza hapa, kuweza kutengeneza wenyewe. Kwa mfano kama mkaa mbadala kama tulivyoelekezwa, tunaweza kutengeneza sisi wenyewe. Kwa mafunzo haya tunayoendelea kuyapata, tunaweza kutengeneza mkaa huu sisi wenyewe. Kwa hiyo badala ya kuwategemea hawa watu wanaotutengenezea, tunapokwenda mbele tunaweza kutengeneza sisi wenyewe huu mkaa. Kwa kweli tunayafurahia sana haya mafunzo. Tunamshukuru sana Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kututoa katika nishati ambayo ilikuwa ni chafu
moshi mwingi, na sasa hivi tuko katika hali, ukiingia magerezani sasa hivi unakuta hali ni nzuri kabisa, hatuna tena mambo ya mkuni, hatuna. Kwa hiyo tunafurahia kweli haya mafunzo. Sisi binafsi kama taasisi na jeshi la magereza tunafurahia sana mafunzo haya. Naitwa Leonard Gabriel Kushoka, mkurugenzi wa Kuja na Kushoka Tools Manufacture, kiwanda kilichopo Tabora. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajenda yake ya nishati safi. Na katika kumshukuru hiyo, leo nimebahatika kupata nafasi ya kutoa mafunzo ya uzalishaji wa mkaa mbadala kwa maafisa wa jeshi la magereza waliokusanyika hapa Moshi. Namshukuru mama kwa sababu wazo hili la matumizi ya nishati safi ni wazo ambalo amekuwa nalo kwa muda mrefu. Lengo ni kuhakikisha afya za Watanzania, na mwaka 2018 Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa rais alianzisha shindano la mkaa mbadala, shindano ambalo liliendeshwa chini ya ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira, na sisi Kuja na Kushoka Tools Manufacture kiwanda kilichoko Tabora tulibahatika kuwa washindi wa kwanza kitaifa, na tulibahatika zawadi ya zaidi ya shilingi milioni 300 ambayo imetuwezesha leo hii, kutokana na ubunifu tuliofanya, tumepata fursa ya kutoa mafunzo kwa maafisa wa jeshi la magereza ili kuhakikisha teknolojia hii inasambaa kwa kasi kubwa. Nimshukuru Kamishna Jenerali wa jeshi la magereza kwa sababu ameweza kutupa mwaliko na sisi kushiriki mafunzo haya kama wawasilishaji. Tunaamini kwa kushirikiana na jeshi la magereza teknolojia hii sasa inakwenda kusambaa, na lile swali ambalo wananchi walikuwa wakijiuliza kwamba mkaa mbadala umekuwa ukionekana kwenye maonyesho, sasa kwa kushirikiana na jeshi la magereza, ambapo tunaamini kwamba tutaweza kuanzisha viwanda hivi katika kila gereza hapa nchini, na wakatumia mabaki ya mazao kwa ajili ya uzalishaji wa mkaa mbadala, tutaweza kuwafikia wananchi kwa ujumla wake na nishati hii kupatikana. Tunaamini hivyo kwa sababu taasisi hii imekuwa ni mfano wa kuigwa katika taasisi zote hapa nchini Tanzania, nikiamini kwamba jeshi la magereza ndio taasisi namba 1 katika kutekeleza maagizo ya serikali ambayo yalitolewa kuhakikisha kwamba taasisi zote zenye watu zaidi ya 100 kutumia nishati safi hadi kufikia mwaka jana mwezi wa 12. Nimekuwa nikishirikiana na jeshi la magereza toka mwaka 2018. Wakati tulipokuwa tumeanzisha mawazo haya, tulifunga mashine moja katika gereza la Uyui, na hadi hivi sasa inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo kwa kutumia mawazo haya, kwa kutumia jeshi la magereza, tunaamini sasa jeshi la magereza litakapoanza kuzalisha mkaa huu, litajizalishia mkaa wake katika matumizi yake, lakini pia litazalisha mkaa wa ziada ambao utakwenda sasa kama njia ya kipato katika magereza mengi, kwa sababu nishati ya kupikia ni kitu muhimu sana katika jamii, kwa sababu jamii zote kwa ujumla zinahitaji kula, na ili chakula kiliwe lazima kipikwe, lakini kipikwe kwa nishati safi. Leo tunaachana kabisa na elimu kuhusu nishati chafu ambayo madhara yake kiafya yanajulikana, lakini tunaenda kuangalia tatizo kubwa limekuwa nishati safi inapatikanaje, kwa sababu magereza zina nguvu kazi ya kutosha. Ni taasisi ambayo inaaminika serikalini. Magereza wanaweza wakatufikishia nishati hizi katika maeneo yote na jamii nzima wakaipata. Kwa sababu hiyo sasa sina kingine cha kusema zaidi ya kumshukuru Kamishna Jenerali kwa kunipa mwaliko huu, na ninategemea utekelezaji kwa kushirikiana na jeshi la magereza tunakwenda kuwafikia Watanzania wote, na elimu hii sasa itasambaa kwa kasi. Tutumie nishati safi.